katika maisha yako. Tawala kazi yangu ya mikono. Tawala huduma hii, my Father. Hii huduma nafanya nahitaji ukatawale. Utawale Bwana wa mabwana. Utawale Bwana. Utawale. Na hapa Marimanti ni utatawala Bwana. Utawale Mfalme. Waambie Bwana usikubali wachawi watawale. Usikubali waganga watawale. Usikubali roho chafu tawale. Bwana tawale familia yako. Bwana tawale nyumba yako. Waambie Bwana tawala maisha yako. My Father, my Redeemer, Jehova Nisi, ni wewe tu. Wewe peke yako. Iwe na kuamini Bwana Mariamu. Inakuamini. Abrahamu alikuamini, akahesabiwa haki. Bwana Yesu, naomba haki. Ukiona inafaa, utanisaidia. Bwana Yesu, utanisaidia. Mwambie Bwana nisaidie. Unihesabie leo. Unihesabie haki. Kila mmoja ongea na Bwana. Umwambie Bwana nikumbuke leo. Nikumbuke Mfalme wa falme. Usaidie nafsi yangu Bwana wa mabwana. Usaidie nafsi ya mtumishi wako siku ya leo. Katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Father, I lift your name on high today. I worship your name today. I magnify your name, Jehovah Shalom. There is none like you, Jesus. Wewe ni Mungu mkuu na stahili Bwana. Ni masaa ya kuongea na Bwana. Mwambie Bwana usinisahau siku ya leo. Unapozuru wengine Bwana, tembea nami. Nikakuone Bwana. Nikakuone Baba. Nikakuone. Ule ninaenda nikuone mtakatifu wa takatifu. Utembee nami siku ya leo Bwana. Nione ishara zako na nione ukuu. Nione nguvu zako zikiwa mbele yangu. Nitangulie Baba. Nitangulie Baba. Nitangulie Bwana wa majeshi. Nitangulie. Ushala Baba Baba Babushi. Ninakutukuza Bwana wa majeshi. Nasema kuna kama wewe Bwana. Kuna kama wewe. Ponya watu wako. Wanaokuhitaji waponye. Waliokuja katika nyumba yako Bwana waponye. Wanaokutumainia my Father waponye. In the name of Jesus. Ponya njia za watu wako Bwana. Familia hizi zinakuhitaji. Ule mtu anakuhitaji siku ya leo. Achilia neema. Neema yako Bwana wa majeshi. Neema ikatoshe kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus Christ of Nazareth. Blessed be the name. Blessed be the name.
Jina lako linaweza Bwana. Leo tunakuita, tunajua ya kwamba yote unaweza. Hakuna lisilowezekana kwako my Father. Unastahili heshima Bwana. Wastahili kuabudiwa mfalme wa falme. Hakuna Mungu mwingine, hakuna muweza mwingine. Ulianza nasi Bwana, utatembea nasi. Pokea sifa wewe, pokea na utukufu, maana ukiwa katika kiti chako cha enzi yote Bwana ni mambo ni sawa. Lord, we lift your name on high. We worship you this afternoon, our Father. We magnify your name, our dearest God. There is none like you, Jehovah. May your holy name be glorified in our minister. May your holy name be exalted in the name of Jesus Christ. You are God Almighty. Jesus Christ, our holy Savior. Jesus Christ, our mediator in between us and God. Lord, we thank you. You are the rock of our salvation, our fortress. Mwamba ni wewe. Tawala wewe siku ya leo my Father. Wewe ni mwaminifu tu. Mwambie Bwana wewe ni mwaminifu kwangu. Mwanadamu anaweza asiwe na uaminifu, lakini Jehova yeye ni mwaminifu. Anaweza yote Bwana. Baba asante. Pokea utukufu na heshima. Haraka uinue mikono yako mbele za Bwana ili tuweze kuomba. Hapa tumefika tunasema Bwana ni Ebeneza. Yeye amesikia maombi yetu. Tumwambie Bwana ni asante. Baba katika jina la Yesu, inua mikono yako straight mbele za Bwana. Ninainua jina lako na kulitukuza Bwana, nasema ni asante. Asante ni kwa sababu ya ibada hii. Hapo tumetoka na hapo tumefika ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunapoenda kusikia neno Bwana, naomba ukatusaidie na ukatutetee. Ukaongee nasi neno ambalo litajenga mioyo yetu. Na utukufu na sifa sikurudie peke yako. Naomba tukijua utatenda yote sawa na mapenzi yako. Na ni kwa jina la Baba na la Mwana na jina la Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini, na kila mmoja wetu apate kusema amen. Amen. May God bless you na Bwana kutende mambo mema na makuu. Na unaweza uchukue mahali uketi and just have a seat as we are going to listen to the word of God today. I'm believing that our Father is going to bless us in a mighty way in the name of Jesus Christ. Thank you very much, our team, praise and worship team. May God bless you too, and remember your family. Praise be the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Basi haraka niweze kuchukua nafasi ya kuleta neno la Bwana katika maisha yetu. Kwa wale ambao hawanijui, mimi ni Reverend Francis na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Sasa ninataka tusikilize neno. Niko Marimanti, Tharaka Nithi County, Tharaka Constituency, na nashukuru Bwana kwa sababu ya mchana huu ametupea, ametutunukia. Kwa hivyo nataka niweze kuchukua pia nafasi hii nialike wale watazamaji wetu wako kule online, na Bwana awabariki. Karibuni sana katika ibada hii ya mchana. I hope unaenda kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haraka leo niweze kuongea kwa muda mfupi, maana najua watu mnakimbia kazi. Alafu tutoke hapa tukiwa chini ya baraka, ni kulilizi uende ukiwa na nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Nataka kuongea kuhusu kulipiwa deni. Bwana Yesu asifiwe. Kulipiwa deni. Na utasikia ya kwamba umekuwa na uwepesi, kwa sababu kama kuna kitu kimekuwa cha kusumbua na kutisha maisha ya watu ni madeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema deni ni mbaya sana. Naongea bali ya kulipiwa deni. Najua kuna mtu anaweza fikiria sasa anapoongea kulipiwa deni atastukia saa 8 deni zake zote zile amekopa kwa manduka zimelipwa. Lakini deni zako zinaenda kulipwa kiroho baada ya kujua, because
Maandiko inasema ya kwamba in John chapter number 8 verse 32 ya kwamba you shall know the truth and the truth shall set you free. Somebody say amen. Kwa hivyo ukijua ya kwamba deni zako zina uwezekano wa kulipwa kwa njia gani, utaweza kuwa na freedom katika maisha yako. Watu wamekuwa na deni, na zile deni naongelelea sio zile ulikopa sukari, ukakopa mchele kwa duka. Bwana asifiwe. Siongei habari ya kulipiwa loan yenye ulichukua kwa bank au kwa sako, lakini naongea habari ya kulipiwa deni ndani ya Kristo. Sema amen. Deni ya dhambi ndio mbaya sana. Ni heri mtu aliyekopa gari mwenye nalipa deni ya lori, huyu anaweza kuwa na matumaini ya kwamba nitaweza, maana nilichukua lori inafanya kazi na inaleta returns na ninaenda nalipa mpaka nimalizie. Lakini deni ya dhambi ni mbaya sana, kwa sababu hauwezi ukalipiwa deni na mtu yeyote ya dhambi isipokuwa mwenye naenda kukuelezea mchana wa leo, ambaye anaitwa Yesu Kristo. Somebody say amen. Mwimbaji alimba akasema, sioshwi dhambi zangu ila damu yake Yesu. Anajua ya kwamba nothing can cleanse him apart from the blood of Jesus. Praise be the name of Jesus Christ. In the book of Colossians chapter number 2 verse 13, nitasoma nikuonyeshe nini nazungumziwa pale kuhusu kulipa deni. Colossians chapter number 2 verse 13 inasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotairiwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu. Twende namba 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kwa kutustaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Kizungu inasema hiyo verse, having cancelled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it to the cross. Praise be the name of the living God. Now tunaona ya kwamba isipokuwa tu Yesu alituonea huruma. Ukiangalia verse 13 inaongea habari ya vile tumeweza kuondolewa na tukafutiwa dhambi zetu, kwa sababu kuna yule ambaye aliangalia kaona sisi hakuna kitu tunaweza tukajisaidia, kwa sababu tulichukuliwa watu ambao wako na makosa mengi sana ambayo yanastahili kuwafanya wauawe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye akaona kuna umuhimu wa kutusaidia, sababu tulifanya matendo mabaya, matendo yasiyopendeza, na ndiposa yeye kwa sababu ya vile aliona tumeharibikiwa, akachukua makosa yetu, akachukua hiyo shinda yetu ya kutotairiwa miili yetu, akachukua hatia zetu zote, akazigongelea msalabani. Praise be the name of the living God. Wafilipino wanasema utangi na lobo. Utangi na lobo. Kwa wale ambao hawajui utangi na lobo, spelling yake ni U-T-A-N-G. Utang na lobo. Bwana asifiwe. U-T-A-N-G. Utang. Alafu naongeza na. Hiyo tu ya Kiswahili na. Inakaa Kiswahili hapo, lakini si Kiswahili, ni lugha yao. Utang na lobo. L-O-O-B. Utang na lobo. Na hii ni culture yao ya kumaanisha ya kwamba kuna deni za ndani, kuna zile inside debts. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatembea unaishi ukiwa unadaiwa. Leo hii ni watu wengi sana wanadaiwa madeni, na wao hawako radhi kukaa na madeni. Wanaamini ndani ya kulipa deni na kuacha ukiwa uko safe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaamini ya kwamba hawastahili kuwa na deni, wanadaiwa na mtu yeyote.
Na ndio sasa wakifika kuambiwa Yesu aliwalipia deni, huwa wapendi, maana wanajiamini ya kwamba wao ndio wanastahili kulipa deni wenyewe. Lakini wale ambao waliokolewa na Yesu wanajua ya kwamba deni lao lililipwa na Yesu. Praise be the name of the living God. Wanasema utangi na roho, hizi ni deni za kiudani. Yaani unakuta kuna mtu anakudai deni la kiwango fulani, anakudai deni la pesa fulani. Ulimpea ng'ombe na wewe sasa, maana ulimpea ng'ombe atakurudishia ng'ombe. Ulimpatia pesa atakurudishia pesa. Hivyo ndivyo wanaamini. Na wanaamini ya kwamba every debt must be paid. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini elewa, kuna mandeni huwezi ukalipa. Kuna watu leo hii walifungwa gerezani, na ile kifungo wamefungwa hawataweza kustahimili unless tu wapate msaada ili waweze kutolewa prison. Bwana Yesu asifiwe sana. Unless tu kupatikane amnesty, wapitiwe tu na wafunguliwe. Otherwise hicho ni kifungo kitawaua wakiwa deni uko ndani. Kuna deni ambalo hauwezi ukajilipia until kupatikane someone who is worthy, the one who is able, the one who is equivalent. Wala Yesu asifiwe. Na hiyo mzigo mwenye anaweza akabeba hiyo task. Lakini wewe unakuta hiyo deni uwezi. Leo hii kuna watu wanaandaiwa mahospitali, kuna bills zimepile kule mahospitali. Unakuta mtu alifanyiwa operation na amelala hospitali, bado akiwa amepona hivyo hivyo angali anadaiwa. Lakini hawezi akalipa hiyo deni until wakati atapata msamaria mwema, au apate Mkenya mwema, au apate Malimanti mwema, au apate mtu mzuri mwenye atasema huyu mtu nataka nimlipie deni, ili deni la 1.3 million ili aweze kutoka hospitali. Naongea habari ya kulipiwa deni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo dhambi zetu asikuwa zinatusababisha tuonekane tukiwa watu wazuri. Paka wakati Yesu alikufa, akaziongelea msalabani, akauawa, akagongwa msalabani, na akatuambia kwamba vile nimeongwa msalabani, deni zenu zimeachwa msalabani. Na ndiye alisema yote yamekwisha. Somebody say amen. Kwa hivyo utangi na roho, kuna deni utalipa. Hata kama wanasema utangi na roho, kuna deni wewe utaweza kulipa until utakapopata super power, utakapopata mtu aliye na uweza equivalent to the task, mwenye anaweza kukulipia. Leo hii kuna penalty, mtu anaweza akapiwa hata anapouza kakichaka yake, unakuta hawezi lipa. Yeye mwenyewe anajipiana hapo afanye kazi hapo miaka yote, na hiyo sasa ndio tunaita life sentence. Mtu anafungwa miaka yake yote na deni fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Utangi na roho, wao wanaamini ya kwamba every debt should be paid, every debt must be paid. Praise be the name of the living God. Lakini Yesu aliona hii ya dhambi hatuwezi tukalipa until wakati alichukua step akatulipia pale msalabani. Therefore Jesus was crucified, akawekwa kwa msalaba ili tuweze kuwa na freedom ya kutembea, maana tulihesabiwa tukiwa kama watu waliokufa. Maandiko yanasema na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamea makosa yetu, alitulipia hii deni for free. Somebody say amen. This debt was cancelled. Blessed be the name of the living God. Yani akaifanya cancellation for free, bila hata kuhitaji utoe chochote. Leo hii serikali ikishika wale watu hawajafanya returns za KRA, wao wanapiwa penalty. Unalipa KRA na penalty. Lakini Yesu hakuna penalty aliweza kutupiga. Yeye alitusamea dhambi zetu for free. Blessed be the name of the living God. Na ndio sasa hao Wafilipino wanasema, maana waliambiwa Yesu alikufa ni kwa ajili ya wenye dhambi. Haleluya. Alafu akiambiwa tupigie Yesu makofi, wanampigia makofi. Kesho ukiwaambia tena tupigie Yesu makofi, hawawezi wakakubali, because wanaamini wakati waliambiwa Yesu amewalipia deni na wao walimpigia makofi, wao sasa waliweza kumalizana. Haleluya. Wanasema utangi na roho, umenitendea hayo, Yesu si umeniokoa kwa msalaba? Ndio, na mimi nimekupigia makofi. Sasa tumemalizana. Lakini Wakristo hatufai kukaa namna hiyo. Hatutakaa kama Wafilipino. Wao wana translate kwamba
wakati utanifanyia mema na mimi nikufanyie mema in returns, tumalizane. Kama utaweza kunipatia kuku, nitakaa nami mwaka fulani nikupee kuku, tumalizane. Ukiniletea unga ya chapati kwangu nyumbani, na mimi nikuletee unga ya chapati wakati mwingine, tumalizane. Hivyo ndivyo wanaamini. Lakini upendo wa Yesu ni upendo ambao hauwezi ukaulipa. It is unmerited. Hauwezi ukalipa ule upendo wa Yesu. Ule ni upendo umepeanwa kwa gharama kubwa yenye uwezi ukalipa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa makofi na kukufa, tuongee ukweli. Mtu amekufa, ameweka msalabani na misumari, ameuawa tu hivyo. Alafu ukiambiwa alikufilia ndio usamehewe dhambi, unasema sitampigia makofi tena, manake nilimpigia siku ile nyingine. Kufa na makofi kweli zinaweza zikapelekana? Bwana Yesu asifiwe. Asiye zikapelekana. Na alitusamehe for free. Ndio mwingine aliumia sana alipoona damu yake imetoka, akasema hii ni damu yangu imetoka. Yani anasikia uchungu sana wakati damu inamwagika, na akairamba, akasema damu yangu haiwezi kapotea. Akaramba hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe. Na amekata tu mali padogo tu na kisu, akasema hii ni damu yangu inamwagika. Akairamba, akasema damu yangu iweze potea. Sasa Yesu damu yake ilipotea hivyo, lakini badala ya kuwa ni useless, ikawa wakati imemwagika, imeondolea mwanadamu ambaye akona dhambi zake. Somebody say amen. And that's why we are here today. We've come to worship this Jesus. Na kuna deni, tukifika kwa kulipiwa deni ama kulipa deni, kuna deni linaweza likalipwa, na kuna deni uwezi ukalipa until or unless mwingine aliye na power akulipie. Bwana asifiwe. Ninaona leo hii mtu anashikwa na ugonjwa, anaenda dispensary, anaenda napewa dawa za government, anaondoka, anaenda pale anaandikiwa dispensary, hata hakuna kipimo, anapewa dawa, anaenda anakunywa, hizo ni free medicine, zimelipiwa na government. Haya, anaenda tu nakuta ugonjwa hujaisha, akitoka hapo anaelezewa private fulani, anaenda pale, anahesabiwa pesa, anaona ni 4,600, anauza mbuzi au anauza vitu yake, anaenda analipa. Anaendelea hivyo tu, anaenda hata hospitali nyingine, maybe akilazwa, hiyo bill ije iwe sasa ni 22,000. Waanze kuulizana tutatoa wapi? Waende wauze tu vitu 2-3 au ng'ombe walipe. Waende ingine waambiwe ni 60,000, wakate shamba wauze. Kuna mahali naweza fika ukute ile bill ya hospitali inahitajika mahali pale, hawawezi wakalipa unless, wala Yesu asifiwe, waitishe watu mchango. Unaona leo kuna grupu za WhatsApp, watu waende wachange ili tuweze kusaidia huyu mtu ameitishwa 2.3 million hospitali. Mtu anaenda kufanyiwa kidney implant, anaenda India, anaenda kuangaliwa mambo ya rohoni, yani mambo ya roho. Unakuta anahitaji cardiologist na ni mpaka aende India ili aweze kushughulikiwa. Hapo unakuta atahitaji watu ambao watakao msaidia kuchanga ili aweze kupata hiyo deni alipe huko India. Bwana asifiwe. Lakini deni ya dhambi, we are fully, Jesus alilipa ni kwa ajili yetu. Na sasa hata kama mtu anaweza tembea hivyo asikie ni kama mambo yake yako sawa, remember Jesus paid for you. Everything is paid. Na ni wewe sasa ujue. Lakini ukiingia kwa hoteli, licha ya kuwa umelipiwa deni la dhambi, ukikula kwa hoteli, you must pay for the food. Lazima uweze kulipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Deni ambalo ulilipiwa ni conditionally, ni deni la dhambi. Dhambi amsumbuani. Bora kama utaki kurudia tena kutenda dhambi. And whenever you commit a sin, you are taking Jesus back to the cross. Na Yesu anapoangalia anaona you are crucifying him back. Anakuwa na uchungu. Unaona Yesu yeye si rafiki wa wenye dhambi. Anapenda mwenye dhambi aache dhambi ili aweze kuja hawe rafiki ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu si rafiki wa dhambi. What I mean? Anaweza kuwa rafiki wa mwenye dhambi akiwa anataka ageuke ili aweze kumuokoa, amtetee. Lakini Yesu si rafiki wa dhambi, kwa sababu Jesus nailed every sin pale msalabani. Alisigongelea hapo na akaziwacha. Mtu mmoja aseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Utangi na lob. Utangi na lob. Ni Wafilipino wanasema hivyo. Wanasema
ulikuja kwangu kanitembelea na viazi na unga ya chapo, na uliniletea cabbage moja. Next week wait for me, nitakuja kwako, nitakuletea cabbage na viazi na unga ya chapati, utangi na robo. Bwana Yesu asifiwe. Na niliona utangi na robo pia huku Marimanti inaendelea pia kufanya, sababu watu wanaenda kwa kikundi. Bwana asifiwe. Hata nyinyi mnakuanga na vikundi zingine, unakuta ameenda kwa kikundi, ukipelekea mtu shilingi 200, akija kwa kikundi kwako atakuletea ngapi? Anakupitishia kidogo. Lakini wa Filipino wao wafanye hivyo. My brother, uliniletea 400 yako, shika, tumemalizana. Sasa story nyingine ya kuenda ukisema ati hata ni mimi nilimsaidia, wachana naye, tumalizane. Amen. Utangi na roho, deni zilipo. Praise be the name of the living God. Lakini ya Yesu huwezi. Unaweza ukalipia mtu deni ya loan. Kuna ndugu moja alikuwa amechukua mkopo, akakimbia kanisani na akawa hataki kulipa. Mimi nilikuja kustukia ameshikwa amewekwa hapa Nguemwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alinililia nikaenda, nikakuta ndugu ni muongo sana. Anasema niachilieni, nataka mamangu ambiwe niuziao mbuzi wako nyumbani. Mimi nikaenda pale sababu ni mshirika, nisikilize yeye. My friend, nikipigia mamake nyumbani, mama ananiambia hapa kuna hata kukuacha mbuzi, hana chochote hapa. Anasema niachilieni. Alikuwa ameoa, anasema mke wangu aende atoe hiyo pesa iko hapo. Nauliza mke wake kuna pesa, ananiambia hata coin hakuna. Huyo mtu ni muongo. Alikaa post station alilia. Bwana Yesu asifiwe. Kaenda kumtazama nikaona macho yake yamevimba. Lazima namuuliza, wewe ndugu, kwa nini unadanganya na nindeni umekula? Nikauliza wale walikuwa wamemfunga hapo watu wa sako. Na wauliza simwachilie yeye. Wanauliza hasa pastor, tukimwachilia utatulipa? Yaani mimi nimlipie ndeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukaongea, tukaandikiana, jamaa akatoka. Wakati alitoka, yeye alipoenda nikizania talipa deni, hakulipa deni, alitoroka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hatari ya deni ambalo halijalipwa. Yesu alitulipia deni, and that's why we have the freedom. Hata tunaposimama tunasikia tuko na freedom tukitembea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna deni yasimalizangi kulipwa. Kama Yesu vile alitulipia deni, sisi in returns hatuwezi tukamrudishia, lakini tutakuwa tunamuappreciate kutoka kwa mioyo yetu siku zote. Tunasema Yesu ni mwema, ametulipia deni. Nao wa Filipino wataki kusikia hivyo. Wanauliza mbona mnasifu mtu mmoja kila wakati? Hata kama alilipa deni, si lazima mkae msifu jana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anafaa asifiwe kila wakati. Maana deni ama kile alitufanyia, hakuna mtu mwingine angesimama atufanyie. Hata tungeenda supermarket, hatungeweza kununua remedy ya dhambi zetu. Maisha yetu yangepotea. Tulihesabiwa kuwa watu waliokufa kwa sababu ya matendo yetu ya kutotailiwa miili yetu, ndivyo maandiko yanasema. Na kwa hivyo yeye akatufilia msalabani kwa makosa yetu. Bwana asifiwe. Na dhambi akagongelea pale msalabani. Ndiyo maana leo tunaweza tukasema Jesus is Lord. We shall praise the Lord. Kila wakati tutasema our Jesus is good. Somebody say amen. Ndugu mmoja akaja kwangu, alikuwa ni mwalimu, na akaniambia nisaidie na 200, mke wangu atalala. That time singeelewa kama mwalimu anaweza akakosa pesa. Bwana asifiwe. Singejua. Ungeniuliza ningesema ukishaajiriwa mwalimu, wewe uko na pesa siku zote. Kama umekuwa ni ofisa fulani, uko na hela siku zote. Lakini sikujua kama kuna kuingine taabu zinakuja mpaka unatafuta ya kununua ile mafuta inaitwa jelly, unakosa ile ya kibao. Bwana asifiwe. Sikuna mafuta ya 20 ya mbao, lakini unakuta mtu ameparara hana hata hiyo mafuta. Anatembea akiwa tu ni mbaya hivyo tu. Na ameajiriwa kazi. Hallelujah. Ndugu akaja akaniambia nisaidie na only 200, na akaclarify ile anafanya na 200. Nataka niende ninunue unga na sukuma wiki na tumafuta, nipie my wife apike. Naona mke wangu mahali tumefikishana, anaweza kaenda kwao. Kwa sababu hata nimefika mahali pa kukosa pesa ya kumbaia sapa. Mimi sikumuuliza maswali. Bwana asifiwe. Nikatoa 200 nikampea. Akaniambia nitakupatia Friday. Tukangojea Friday kafika, hakuniletea. Ndio nilikuwa nimeoa huyu akiwa Muhiki. Alikuwa ni wakati huo tulikuwa young. Bwana asifiwe. Wote sasa tumekuwa wazee.
Nikangoja Friday, hakuleta. Hiyo Friday ikapita. Tukangoja Friday hiyo nyingine, hakuleta. Tukangoja hiyo nyingine, Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nilipokutana na yeye nikaona anaona haya, tukasalimiana, sikumuitisha mpaka tukazoeana. Wakati ule alikuja akapata pesa. Kuna pesa alikuwa anangojea, sasa zikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Nilimuona tu siku moja asubuhi hapo nje, akanigongea, nikatoka, kanigonga nyumba, nikatoka. Nilipoenda nje aliniambia, nataka tuteremke hapo kwangu. Unaweza kubali twende kwangu? Nikashindwa, huyu mtu anataka tukafanya nini kwake? Na ako na 200 yangu na anipeangi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye atakosaje 200 na tena ni mwalimu? But tulipofika aliingia kwa nyumba, akaniambia kuja hata wewe. Nikaingia, nikakuta hapo ile vitu iko hapo, my friend. Amefanya shopping kubwa. Akaniambia, nataka nikupatie vitu, utabeba na nini? Akakata mbando moja ya unga ya chapati, akanitolea nusu. Akakata mbando ya unga ya ugali, akanitolea nusu. Akaenda kwa mchele, akachomoa, akaniwekea hapo. Aliweka vitu, akaweka vitu, akatafuta mkokoteni. Akaita mtu, anambia kuja beba hizi vitu mpaka mahali na kuonyesha tunaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaenda, akanipelekea hizo vitu. Alafu tukakaa. Mimi nikasema amelipa utangi na nini? Bwana Yesu asifiwe. Nikawa najiambia brother amelipa deni. Kumbe yeye anasikia ndani yake ya kwamba vile nilimuokoa wakati huo. Na mia ngapi? 200. Sikumuokoa ya mchezo. Tukakaa. Mwezi ukaisha na mwingine. Baadaye tena nikamuonea hapo tena na vitu amebeba tena. Zikaja zikaangushwa kwao. Akaniambia, nimesikia ndani yangu tu nije nikutembelee na hizi vitu. Yaani nakuta 200, hata ungeambiwa ununue hizo vitu ni kama kifo na usingizi. Lakini yeye anasikia ya kwamba ako na appreciation, ako na shukrani ambazo ni za ndani. Hizi ndizo tunatoanga kupea Yesu, maana alitufidia msalabani. Somebody say amen. Hii 200 haiwezi toshanishwa na nusu mbando na nusu mbando wengine. Hiyo ni mbando mzima, mchele, mafuta. Yani amefanya shopping ambao ni kubwa, na tena akarudia tena. Na kutoka hapo huyo ndugu, hata saa hii tukiongea na yeye unasikia anataka kunibaia kofi, maana 200 ilimtoa mahali pabaya sana. Haleluya. Unajua ukisaidia mtu akiwa ameshiba ananga shukrani. Ni kweli ama si kweli? Lakini ukisaidia mtu akiwa anaenda kufa, huyu mtu anakuambiaga wewe ndio uliniokoa, wewe ndio ulinisaidia. Leo ukiwa na shilingi 10 kwa mfuko, ujui sapa utakula nini. Nikaape ni kukupatia 500. Bwana asifiwe. Utanishukuru? Haleluya. Lakini kama wewe hapo huko kwako ulifanya shopping jana, uko na hela mpaka kwa kipochi yako na kwa account, hata nikakupatia 200 saa hiyo, utaniambia thank you pastor, tutaonana tena. Hata nifike hapa town. Au utaona kama ni kitu, maana unazo. Kwa hivyo Yesu alituokoa tukiwa tumekufa, tumehesabiwa mauti, akatuokoa tukiwa tumehukumiwa life sentence. Tulikuwa ni kama tunaenda kuuawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu walitolewa prison wakiwa wamehukumiwa life. Leo hii ndio watu wanajua ni nini inaitwa kufunguliwa ama kusamehewa. Inaitwa amnesty. Kusamehewa ni nini? Ukisamehe mtu, kuna wale watu hata wajui msamaha kuomba. Ukimwambia so unasema sorry basi. Sasa unasema sorry basi, si unyenyekee uonyeshe. Aone kama ni kitu kubwa, yeye anakurushia sorry basi, si nimesema sorry. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana shukrani ya moyo. Unajua kuna inner gratitude. Unaambia mtu I'm very sorry. Kutoka huko ndani ndio nasema, wao wanasema utangi na roho. Hiyo sasa depth of the inside. Na watakangi kukaa wakirudia. Kama ulikuja kwetu na ukatuletea maziwa 2, na sisi basi ungoje next month tutakuja kwenu tuwaletee maziwa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ulipokuja kwetu tulipika maziwa 2 tukakunywa, hiyo ulikuja nayo, tutakuja kwenu na maziwa 2 tuketi mpike tukunywe tuende. Hiyo sasa ni tit for tat. Hallelujah. Lakini Jesus is never like that. Yesu ni mzuri sana. Yeye anapotendea watu, anawatendea, anamalizana. Ukiangalia kitabu ya Filemoni, for the interest of time sitakaa kusoma Philemon chapter number 1, ukiangalia 15 utaona then
vile Yesu alitulipia deni. Tuangaliliwe Isaya, tuwekee Isaya chapter number 53. Jana hiyo Filemoni. Isaya chapter 53 verse 6. Tuangalie hiyo tumalize. Deni, kulipiwa deni ni kitu ya maana, lakini kuna watu hata ukimlipia haoni kama ni kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because yeye mwenyewe ametosheka. Unamsaidia mahali mtu ameingia kwa hoteli kukula, alafu nasema nimelipia yule. Na akona pesa hataona kama ni kitu. Bwana Yesu asifiwe. Pea mwenye ana kitu uone, atakushukuru siku zote. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Twende verse number 7 kwa haraka sasa, tunasoma mpaka 11 ili tuweze kuomba. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. By oppression and judgment he was taken away. And who can speak of his descendant? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was stricken. He was stricken. He was assigned a grave. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemuhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake, na kuridhika kwa maarifa yake. Mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Hebu tuachie hapo, because ukienda hapo mbele ndio utaona pia ikisema kwa kupiwa kwake, kwa kuchubuliwa kwake sisi tumepona. Praise be the name of the living God. Therefore Jesus paid for us every debt. Yani tulihesabiwa ya kwamba hatufai, lakini yeye akasimama, akapiwa, kaumizwa, kanyamaza, akakaa kama kondoo anaenda kunyolewa, hakujibu kitu, akasumbuliwa kwa sababu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona leo hii tuko na freedom ya kuabudu mchana. Tuko na freedom ya kuenda na kutafuta kibarua na kufanya. Maana tulihesabiwa kuwa sisi ni watu waliopotea, watu wasio na maana. Kutoka leo nataka uanze kuona ya kwamba Yesu alifanya kitu cha maana kwako, kukulipia deni ambalo halingeweza kulipika na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo huwezi ukafanya wewe mpaka kuwe na mtu ambaye anayeweza wa kufanya hayo mambo. Jina la Yesu litukuzwe. Mtoto mmoja alichukua ile mbegu ya baazi, akaweka kwa pua, akaisukumia kwa pua, akasikia amesukuma mpaka akasikia iende, akaweka ile kidole kidogo pia ikaenda. Alafu sasa hakusema kama kuna kitu amefanya. Si unajua ikiwa huko ndani mbegu ya baazi si lazima itafura. Ikafura sasa. Pua ikafura hapa pia. Ikawa ni nene. Anaulizwa ni nini ulifanya? Anaongea na pua moja kama mzungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakachukua tochi wakamulika, wakaonea kitu huko ndani, lakini wakajaribu kutoa, ikazidikana. Mtoto analia, maana already inaleta uchungu sababu ishafura. Unajua ilibidi wakamtoa hapo, wakampeleka kwa daktari. Daktari alipopelekewa akasema hii story ziwezani nayo. Hawezi akamsaidia. Kuna deni zingine wale unafikiria wanaweza wakakulipia, waweza hata uwezi ukazilipa. Daktari akasema hii siwezani. Wakapelekea mwingine, akajaribu kutoa hiyo na object, akaweka ndani kushika. Mtoto anapiga duru, akawaambia bado huyu mtoto siwezi nikamtoa.
Alafu akawapea advice, akawaambia ndeni kwa daktari anaitwa daktari wa ENT. Bwana Yesu asifiwe. Daktari wa ENT ataweza. Wakati daktari wa ENT alipelekewa mtoto, hata alifanya ni kama si kitu kubwa kumali kwa kuniokoa. Kuokolewa tu. Unajua mara nyingi huwa tunaenda kwa ibada, tunaenda kuomba. Naomba Bwana, kumbuka mimi ni mgonjwa, niponye, niko na mashinda, niondole. But today let us try. Wacha tufikirie na tujaribu sana kuita Yesu tukimwambia asante kwa sababu ya kutuokoa. Hata kama una pesa, hujaomba pesa leo, mwambie Yesu ni asante kwa kuniokoa. Ona likiwa ni jambo kubwa. Usianze kusema tunaomba nini na tuliomba Sunday. Sasa Sunday tena tuliweza kuongea na Yesu tukamshukuru. Tutamshukuru nini tena? Thank Jesus.